Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. Testimony, niko na testimony 15. I have 15 testimonies listed. Naanza na moja. I start with the one. Mtoto wangu alikuanga gereza. My child was in prison. Goja. Leta ile board. Bring that board. Mtoto ametoka gereza. Mtoto wangu ametoka gereza. Ya pili. My child was in prison, now he's out of prison. Ya pili. The second one. Nilikuwa niko kwa biashara. I had business. Na ukasema kwa TV kila mtu apokee kama mwiko mwenye adui mwenye anataka kunyang'anya mwana wako kiroho atoke kwa hiyo nyumba na wewe ndio uingie. Nikapokea, nikachukua hiyo nyumba. And you said over the television everybody receive, and then I received that house that I needed. Ukanyang'anya mtu nyumba. Nikamnyang'anya nyumba. Number 3. Ya tatu. Number 3 ilikuwa mtoto wangu alienda kufanya mtihani ya class 8. My child sat on standard 8 exam. Nikaandika message wakati ulikuwa uko prayer garden. Then I wrote a message to you during prayer garden. Ndio alikuwa haoni blackboard andiki. Endelea. Bila alikuwa andiki, nikaomba maombi kwa prayer garden, ukasema mtoto atapita mtihani. Na alikuwa anasomea shule ya private. Na ukanijibu huyo mtoto atapita mtihani, ataitwa shule National School. Hapo mtoto alipata 370, akaitwa National School Butere High. Number 4. Number 4 ilikuwa huyo crusade ya Kisumu. Wakati nilimpeleka yeye crusade ya Kisule, na hiyo ndio wewe unakuja crusade ya Kisumu. Nikatoka Kilgoris nikakuja crusade ya Kisumu. Mimi nilikuwa niko na ugonjwa yenye kila saa naenda choo kila saa. Chini, endelea. Bila nilikuwa naenda choo kila saa. Nilikaa kwa hiyo crusade hiyo siku 3. Sijawahi enda choo, hivyo nilipona hiyo. Number 5. Ya tano. Pastor Kachini. Number 5. Mimi mwenyewe nilikuwa mwimbaji. Na nilisema Mungu, kama hii madhabahu inatenda, hata mimi nataka unitendee. Siwezi fanya huduma na mimi ni mgonjwa. Nikamwambia Mungu siwezi tumika na mimi pia ni mgonjwa, nataka uniponye. Na ukapona. Nikapona, hata result niko nayo hapa kwa simu, nilienda nikapimwa. Number 6 ama number 4? Number 6. Umesema ziko ngapi? 15. Number 6. Number 6 ilikuwa hapo kwa biashara yangu hapo. Ulisema kwa TV kama uuna chochote, unaweza anza tu na chochote. Mimi mwenyewe nikasema nataka nianze na kuku. Sasa ilikuwa kuku moja. Na muizi kuku. Kuuza. Ya kuweka kwa nyumba jisina sina plot, ni nyumba ya wenyewe. Nikanunua kuku moja kadogo. Hiyo kuku ikakuwa ikazaa. Muizi akakuja akachukua hii kuku. Kuchukua hii kuku akawacha watoto wadogo. Bila unasema unaweza nena na maji na kitambaa, juu sijawahi kuja hapa. Ilikuwa natuma tu. Hata mimi ni ule mafulisa kwa TV, mimi nafulisa tu, hakuna kitu. Nikasema Mungu mwenye amechukua hii kuku yangu yenye pastor alisema ati chochote unaweza nena hiyo kuku irudi, siporudi aende hivyo. Pastor maajabu. Sikujua liliongea hivyo, na kumbe mwenye aliniibia kuku ilikuwa my neighbor. Bila alitoka tu, nilikuwa nafuliza tu maji hapo, nafuliza nyumba ya kuku hivyo nafuliza maji kwa hiyo samba penye wanatembea. Bila nilisema kama ametoka kwa hii gate naende kwa gate, aende hivyo kabisa. Na kama hakutoka kwa hii gate na hapa. Pastor bila huyo mtu alienda kujenga penye alienda hivyo ndiye alianguka na kaenda hivyo pastor. Kwenda wapi sasa? Sasa kaenda mbinguni. Ya 7. Ya ngapi? Ya 7. Endelea. Tulikuwa crusade ya Kindu Bay. Ukasema kila mtu arudi kwao, ilikuwa Pastor Sara alikuwa anahubiri. Akasema iko wanawake wengine wamekuja kwa hii crusade wajawahi yoga. Nikasema kumbe amenigusa, hata mimi sijawahi yoga. Ilikuwa sina hata hiyo pesa ya kwenda kuoga pasa. Ilikuwa tunasikana wamama mwenye wametoka sehemu ya Central huko. Hapo tu kwa kiwanja hapo ndio tunaweka tu maleso tu, tunabadilisha tu pasta.
Ukasema hii raundi hii ni kila mtu arudi kwao penye wamesaliwa, hata kama hiyo nyungu ulikuwekwa ipasuliwe. Pastor, mimi sikuona mama wangu na sijui mama wangu naitwa nani, sijawahi ona. Hata kiburi ya baba yangu sikuona. Pastor, vile ulisema hivyo kila mtu arudi kwao, mimi kurudi Kilgoris ilikuwa Sunday jioni. Oh, nilisema watu waende home. Waende kwao. Mimi hapo nikapokea nasema narudi kwetu nyumbani. Pastor, before Monday kenye niliua hapo kwa biashara yangu niko nayo hapa kwa picha. Iko kitu ilitoka huko juu ikaanguka chini, ilikuwa niangukia customer ikaniangukia, na ukasema chochote ulitoka kwa hii crusade umake sure uwe, hiyo ndio mchawi yako. Hapo nilingangana na hiyo kitu nikaua. Ya 8 ukaenda nyumbani. Nikaenda nyumbani. Nyumbani kuenda nyumbani. Tuko ya 8. Ya 8. Tukaenda nyumbani. Nyumbani vile nilienda nyumbani nikapata ndugu ya baba yetu walisagawa samba kama sisi hatuko juu, baba yetu hakusaa vijana. Tulikuwa mimi tu kwa nyumba yetu na nyumba mdogo ilikuwa wasichana wawili. Vile ulisema kila mtu usungumuza na kenye unadai. Mimi nikaenda na kitambaa na maji kwa samba yetu ilikuwa kichaka. Nikanena hii samba yetu nataka irudi kwa plot yetu. Hata kama hatuna kijana, Mungu tutajengea mali penye tunaweza ingia. Pastor, huenda nimepata mamiti kubwa kubwa kama hizo pole yenye umeweka hapo. Imejengwa, wamegawa tayari. Mababa yetu wawili, sisi tumetupwa. Kuenda hapo nikamwambia mimi nimerudi, nataka samba yetu tujenge nyumba ya mama yetu kidogo tupate mali pa kuingia. Wakatuambia samba kuna na sikuuziwi. Nikasema Pastor Sakels walitutuma baba yetu tuende nyumbani tudai. Wewe ndiye ulinituma. Nataka haki yetu. Nikaenda kwa Mutrethi, nikaenda kwa chief. Hapo ndio walimaliza kila kitu, samba yetu irudi. Karibu eka 7. Tuko kwa testimony namba ngapi sasa? Namba 9. 9. 10 ama 9. Namba 9. Sasa hivi nimekuja hapa Pastor, sijawahi kuja hapa. Nilikuwa nataka nikuje wakati ulisema mwenye waimbaji mwenye wanakuja kuwekwa mafuta, mwenye wanataka Pastor, mimi sikukuja. Nikasema wakaniambia usiende hapo, unataka kwenda kutosana na mimi. Nikasema Mungu, nataka hiyo mafuta ingie ndani yangu. Mimi nikasema Mungu, hata kama sijakuja hapo kuwekwa mafuta, one day nitafika hapo na nitoe hizo suda zangu zote. Saa hivi ninaongea na wewe hapa, wale mwenye walikuwa wamenyang'anya samba juu ile uzi lilinena, mwenye alichukua samba yetu arudise. Kama amekataa aende. Pasa mwingine ako kwa mchari, saa hii inasikwa tarehe 5. Unajua sasa sitapokea testimony namba 10 sababu Bwana Yesu asifiwe. Hajawahi kuja lakini ni mshirika mwaminifu na Yesu anamtendea kila saa, kila siku, kila wakati. Ya 10. Pasa sasa huyo ako mchari saa hii. Anatolewa tarehe 5 na mimi nikasema nikimbie kwa madhabahu yangu. Watoto wangu niko na watoto 4 Pastor. Ule mwenye nilisema ako gereza. Yeye kutoka gereza katoa wimbo ya gospel ya dunia. Nikamwambia Mungu yenye nabudu ni ya Mungu ya New Life. Nataka tu isikue gospel. Alitoa wimbo ya gospel. Nashukuru Mungu. Watoto wangu iko mwenye alikuwa kwa St. George's na iko mwingine alikuwa Butere. Huyo mwenye ulimsaidia akapona macho. Ndio hii makaratasi yao Pastor. Siku nyingine ukasema kwa TV watu wapate A, akapata A. Hiyo karatasi ilikuwa nimesahau sikubeba. Sasa hii ni ya B yenye alipata form 3. Ni kweli ni B. Haya ndio hii ya Butere yenye ulimsaidia pia. Ilikuwa unasema watu wapokee kwa TV, mimi pia nikapokea. Hiyo ya Butere form 2. Grade iko wapi? Grade. Yeah. Position 5 out of 57.
English C, Kiswahili B, Maths C, Biology A plain, Physics B+, Chemistry B minus, History A, Commerce C. Hiyo ni testimony namba ngapi? Namba 11. Imebakisha ngapi? 4. Imebaki 4. Pastor, mimi ni mjane na watoto wangu bila wanasoma. Iko wakati ulikuwa unasema ati kila mtu mwenye ako na mtoto mwenye anasaidiwa kusoma apply. Mimi nikasema nita apply aje na si kusoma. Na pastor umesema kila mtu anaweza pokea chenye anataka kwa TV. Nikasema mimi sita apply. Mungu tuma mtu alipe mtoto wangu school fees. Iko mwenye alimlipia huyo ya Butere mwenye ulinijibu, huyo sita struggle kumsomesa. Sijui mwenye alimlipia pesa 40,000, pastor. Ujui huyo mtu? Sijui pastor, paka sasa ni muingize form 1. Mtoto liliingiza na anaendanga na 2,000. Hata vile walirudi ile tena leo wamerudi, sijawahi lipa pastor. Wananiambia watoto wanarudi nitume pesa. Testimony namba 13. Huyu wa St. George's pia niko na deni hapa karibu 100 pastor. Wajawahi fukuza watoto wangu, nawaambia uone nyote iliyo ndani yao, wasiwaone mwenye wako na deni, na ninatakasa manguo yao na maji na niwasonia nguo ya kitambaa. Wajawahi fukuzwa. Namba 14. Ya 14 ni Pastor Sara, alikuwa Tanzania. Alikuwa naomba. Na mimi pia mwili yangu ilikuwa inaniuma sana. Sasa nasema kwa nini mwili yangu inaniuma? Ilikuwa niko na msichana ya form 4. Yeye hakufanya vizuri na kumbe alikuwa na mimba na alikuwa anataka kuenda kujifungua. Wakanipigia simu, mtoto anataka nipeleke hospitali afanywe operation. Nikasema mtoto wangu na niko kwa New Life. Hapana. Mimi ndio naamini hapa penye Pastor Sara. Na hujawahi kuja hapa? Sijawahi kuja. Endelea. Ni makurusedi tu ndio naenda na kuomba kwa TV. Hata saa hii kwangu wananiona vizuri juu ibada iko kwangu saa hii. Ibada iko kwako? Kwangu kwa nyumba yangu, na hapo ni hoteli tumeweka ibada. Hata nitakuonyesha hapa kwa simu. Pastor Sara wakati alikuwa naomba, mimi ndio mwili yangu inaniuma. Nikasema napokea hapo kwa TV mtoto wangu aenda jifungue salama bila operation. Mtoto wangu alijifungua vizuri hiyo Friday. Yenye namba 15. Namba 15. Sasa ni mimi nilipona HIV. Nilisema kama hii madhabahu hawezi nipona. Pastor, nimemeza dawa tarehe 2011. Mimi waliniwekanga gereza, wamesema nimeua simeji yangu kama walikuwa ninyang'anya mali. Kwenda kupimwa huko kwa sema niko mgonjwa. Mimi nilikuwa ni mwimbaji. Nilikuwa ninatumika na kimbia na iko pasa mwingine alikuja hapa anaitwa Pastor Seki anatoka Kisumu. Nilikuwa sasa huyo ndio ilikuwa tunahubiri na yeye, na ilikuwa huduma inatumika na watu wanapona. Na bila nilipimwa nikapatwa niko na HIV, nikasema siwezi endelea na huduma. Paka Mungu kama hii madhabahu ya Pastor Seki watu wanapona, hata mimi nataka nipone. Ilikuwa iko mama mwingine alikuwa anatoka Turukana. Alitoka kwa kitanda kama amekonda kabisa. Na alikuwa anapona, alipona sasa anatembea na alikuwa amekonda kabisa. Hiyo siku ndio hiyo wimbo ilikuja ulisema Yesu yuwai. Mimi pia nikatoa hiyo wimbo iko hapa Yesu yuwai. Na hapo nilipokea nikapona HIV, ndio hii result iko hapa pastor. Nikasema nikuje unibariki niende huduma na niko na swali. Nashukuru Mungu pastor. Ndio nimesema nikuje. Bwana. Weka kamera isimame. Amefufuka Bwana. Na kila ukiri kwa Yesu anaweza amefufuka kifo.
Usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Bwana Yesu. Usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Bwana Yesu. Usifiwe Mwana wa Mungu, usifiwe Yesu wangu. Bwana usifiwe Bwana Yesu, usifiwe Yesu usifiwe Bwana, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana, Bwana wa Mungu, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana Adonai, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana rafiki yangu, usifiwe Baba, usifiwe Bwana, usifiwe Yesu, usifiwe Bwana, Yesu, usifiwe Bwana, Yesu, usifiwe Bwana, usifiwe Bwana, Yesu, usifiwe Baba. Mtampe Yesu makofi mazuri. Watoto wangu nitaachia nani nisiaibi, Yesu wangu. Huduma yangu isikatike ghafla nisiaibi, Yesu Yesu maisha yangu yataanza lini nisiaibike, Yesu Yesu tumpe Yesu makofi mazuri. Naomba tukae. Tunapotumia mwili wa Yesu na damu ya Yesu Kristo, upewe roho mpya na upate mwili usio na magonjwa, uwe na afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu usafisha kabisa. The blood of Jesus. The blood of Jesus.
all over the body. Zitupe hizo crutches kwa madhabahu. Zitupe. Zitupe, mishipi inafuliwa. Mishipi inatolewa. Mishipi inatolewa. Oh Jesus.